Barikiweni sana, karibuni sana. Ni fursa pekee sana kuhubiri mbele ya wachungaji zaidi ya 25. Waliokuzidi vidato, waliokuzidi ufaulu, kwa kweli ni jambo la kushukuru Mungu. Siku ya leo natamani tuweze kujifunza habari fulani kutoka katika Biblia. Harusi ni mojawapo ya matukio ya furaha zaidi katika maisha ya mwanadamu. Harusi. Kwa sababu mtu anakuwa ametimiza ndoto yake aliyokuwa nayo kwa siku nyingi. Na siku hiyo inaambatana na tabasamu. Siku hiyo inaambatana na muziki mzuri. Siku hiyo inaambatana na matumaini. Siku hiyo ndugu wanakuja kufurahi. Siku hiyo majirani wanakuja kufurahi pamoja nani katika siku ya harusi. Lakini katika harusi moja katika mkoa wa Galilaya, eneo lililoitwa Kana, mambo yalipokuwa yanaonekana yamekaa vizuri, ghafla divai ilisha kimya. Unajua, katika Mashariki ya Kati bora ukose chakula cha mikate katika sherehe, ila divai iwepo. Divai ilikuwa ni kitu cha msingi sana, ndio maana imeweza kurekodiwa katika Yohana sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 11 habari hii. Divai iliisha kimya. Yaani katika sherehe inapoendelea kama hapa Tanzania kwetu tunaweza tukasema ubwabwa ukakatika. Yaani uko katika mstari unataka kupokea chakula, wanakuambia mtumishi, sio kwamba subiria tutakuletea chakula, wanakuambia chakula kimeisha. How do you feel? Bad. Utajisikiaje? Kilimkuta mtu mmoja ambaye simfahamu, lakini najua kuna mtu kilimkuta kule Kana. Chakula kilimwishia. Hali hii inaweza kufanana na maisha yetu. Tunaweza kuwa na kazi nzuri, tunaweza kuwa na familia nzuri, marafiki, hata huduma. Lakini pia tunaweza tukawa na ndoto nzuri sana ambayo tunatamani kuitimiza. Ghafla divai ya furaha ikaisha kimya. Ghafla upendo ukakoma katika mahusiano. Lakini katika sherehe ya Kana, Yesu alikuwapo. Katika ile harusi alikuwa amealikwa. Somo la leo linasema Yesu katika harusi yangu. Yesu katika harusi yangu. Amen. Si harusi ya mtoto wa mzee Sarakiki. Si harusi ya mtu fulani ambaye yuko hapa. Yesu katika harusi yangu. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu aliye mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi hii ambayo umetupatia. Katika saa ya saa 6 kuelekea saa 7, tujalie kujifunza neno lako na kulielewa sawa sawa na mapenzi yako. Wewe Yesu katika harusi yangu, uwe pamoja nasi, tujaze Roho wako Mtakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Unaposoma katika Injili hii ya Yohana kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 11, kwa sababu ya muda utaenda utasoma nyumbani na utaweza kuelewa kabisa hiki kisa, na wengine nafikiri mshawahi kukisoma, na wengine mshawahi kuhubiri, na wengine mshawahi kuhubiriwa habari hii ambayo ilitokea. Biblia inaeleza kwamba na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, na mama yake Yesu alikuwa hapo. Siku ya 3. Waandishi wengine wanaeleza kwamba siku ya kwanza ilikuwa ni pale Yesu anapobatizwa kwa mfululizo wa matukio. Tukio la pili inaeleza kwamba ni pale ambapo Yesu alimuita Nathanieli
Lakini inapoeleza siku ya tatu haimaanishi mfululizo wa siku, inamaanisha mfululizo wa matukio. Biblia inasema siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana. Kana ilikuwa ni mji ambao upo katikati ya Galilaya. Na kulikuwa kuna harusi hapo ya ndugu zake na Yesu. Mama yake wa Yesu alikuwepo hapo, alikuwa ni miongoni mwa wanakamati wanaohusika na kugawa chakula, tunaweza tukasema ama divai. Lakini Yesu pia naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Yesu pia alikuwepo katika harusi hii pamoja na wanafunzi wake. Kumbuka hii harusi ilitokea baada ya Yesu kuwa tayari amekwisha kubatizwa na ameanza huduma yake. Na alikuwa bado hajawahi kufanya muujiza hata mmoja. Lakini katika harusi hii liko jambo ambalo alifanya. Kwa kipindi hiki wakati tayari Yusufu babaye wa Yesu alikuwa tayari amekwisha kupumzika usingizi wa mauti. Na Yesu alipokuwa amehudhuria katika harusi hii pamoja na wanafunzi wake, sherehe ilikuwa inaendelea. Baadaye kilichotokea mnakifahamu. Lakini nilipokuwa nikisoma hiki kisa, kuna mambo kadhaa ambayo nimejifunza. Natamani mimi na wewe leo pia tuweze kujifunza. Yesu kwenye harusi yangu. Jambo la kwanza, napaswa kuanza na Bwana. Haleluya. Amen. Katika kila jambo ninalotaka kulifanya napaswa kumwalika Yesu kwanza. Unajua huyu mhusika wa hii harusi, hii sherehe, alitambua umuhimu wa Yesu. Licha ya kuwa Yesu alikuwa ni miongoni mwa wanafamilia au miongoni mwa wanaukoo wa kwake huyu mwenye harusi. Lakini kumbuka kwamba Yesu wakati huu alikuwa tayari ameshaachana na mama yake. Mama yake anaishi peke yake na Yesu naye anaishi peke yake. Lakini alitambua umuhimu wa kwenda kumwalika Yesu. Yesu naye alipewa mwaliko. Naye Yesu akasema, vijana wangu tutakwenda pamoja. Wakristo leo tumekuwa tukikwama. Tunamwalika Yesu baada ya matatizo. Lakini huyu mtu alimwalika Yesu kabla hata matatizo hayajaanza. Unajua katika desturi ya Wayahudi, sherehe ilikuwa ichukui siku moja kama huku kwetu. Ama mlafu. Harusi yetu itachukua siku ngapi? Inawezekana moja. Lakini katika desturi ya Wayahudi, sherehe kawaida ilikuwa inachukua siku 7. Hiyo harusi ni kupiga ubwabwa tu, ni kupiga vinywaji. Katika siku hizo kuna matukio ambayo yalikuwa yanafanyika, na hatimaye katika siku ya 7 ndio ilikuwa siku ya kuhitimisha. Ndio maana Yesu alialikwa mwanzoni kabisa kabla hata hajatindikiwa divai. Ni nini nilichojifunza hapa? Napaswa kumwalika Yesu katika kila jambo ambalo nalifanya Yesu kwanza. Amen. Tumekuwa tunakosea sana. Acha niseme kwanza hili. Yawezekana mimi naingia kwenye mahusiano na binti fulani bila kumshirikisha Yesu. Lakini baadaye ninapoona mambo hayaendi vizuri, ndio naanza kumtafuta Yesu. Nakuwa nimekwama. Lakini Yesu ana huruma, anaweza kanisaidia, lakini napaswa kuanza na Yesu before. Yaani kabla sijaona mbele nini kitatokea, mwanzoni kabisa napaswa kumuita Yesu kwamba Yesu anza na mimi. Napaswa kumwalika Yesu. Ninapokuwa ninafanya biashara, mapema kabisa mwanzoni mwa biashara yangu, ninapaswa kumuita Yesu kwamba Yesu, ninataka kuanza biashara hii. Ninakuomba njoo Yesu, tuanze pamoja hii biashara. Ninapoenda kuanzisha familia, baba na mama, ninapaswa kumwalika Yesu ili awe pamoja na mimi. Ninapoanza masomo, ninapaswa kumuita Yesu kwamba Bwana, njoo uanze na mimi masomo yangu haya. Tumekuwa tunakwama sana, tunamuita Yesu baada ya matatizo kutokea. Yaani kinachomaanisha ni nini? Yesu tunamfanya kama kijiko. Yaani unapokuwa unataka kula chakula ndio unamtafuta ili utumie. Hatupaswi kufanya hivyo. Tunapaswa kuanza na Bwana. Mwanzoni kabisa tunapaswa kumuita Yesu ili awe pamoja nasi, tusisubiri shida.
mwanzoni, kwa sababu unakuta malengo yetu tunayotaka kuyatimiza hayampendezi Mungu. Kwa mfano, unataka kuanzisha mahusiano ya uzinzi na binti fulani au na kijana fulani. Hivi unaweza kuanza mahusiano hayo pamoja na Bwana? Wakati unajua malengo yako si ya kumtukuza Mungu. Lakini ikiwa unajua kwamba huyu binti au huyu kijana nataka tuanze naye maisha ya ndoa, lazima utaanza na Bwana. Ikiwa unataka kuanzisha biashara ambayo unajua si ya kuuza bangi, si ya kuuza madawa ya kulevya, si ya kuuza pombe, lazima utaanza na Bwana. Lakini wengine napo hata tunafeli. Wapendwa, katika mchana wa leo ninawapendekezea kwamba katika kila unachokifanya anza na Bwana. Amen. Hata kabla hujajua mwanzoni nini kitatokea, katikati nini kitatokea, hata mwishoni nini kitatokea, anza na Bwana. Aliyeitisha hii sherehe ya harusi hakujua kwamba divai itaisha. Hakujua. Alijua watakula, watakunywa mpaka mwisho wa sherehe wakiwa wana furaha. Alianza na Bwana. Lakini jambo la pili ambalo nimejifunza katika kisa hiki, kuwa Mkristo au Mwadventista msabato haimaanishi kwamba hautapungukiwa. Haimaanishi kwamba hautapata changamoto. Haimaanishi kwamba huzuni haitaweza kuja. Haimaanishi kwamba huwezi ukawa maskini. Kuwa Mwadventista msabato si kwamba unaweza kuwa na furaha wakati wote. Kumbuka katika harusi hii watu walikuwa na furaha. Watu walikuwa wanasherehekea. Watu walikuwa wakiimba. Watu walikuwa na vigelegele kwa sababu wapo kwenye sherehe. Na Yesu, kumbuka, alikuwepo tangu siku ya kwanza alipokuwa amealikwa katika sherehe hii. Lakini divai ikaisha. Divai ikaisha. Chakula kikaisha. Na Yesu alikuwepo. Mpendwa Mkristo mwenzangu, nataka nikwambie kwamba unaweza ukawa wewe ni Mkristo mzuri. Uko na Yesu katika maisha yako, au ulianza na Yesu vizuri kabisa katika biashara yako, katika kilimo chako, katika masomo yako, katika mahusiano yako, ulianza na Bwana, lakini haimaanishi kwamba huwezi ukapata changamoto. Changamoto zinaweza kutokea. Changamoto zinaweza kutokea. Changamoto zinaweza kutokea. Alikuwepo Yesu katika sherehe, lakini changamoto iliibuka. Divai ilikatika. Ilisha. Lakini nikwambie mpendwa, changamoto inapotokea, fahamu ya kwamba changamoto kwa Mkristo, matatizo kwa Mkristo ni fursa ya Mungu kutukuzwa. Haleluya. Changamoto inapotokea kwa mtu wa Mungu si wakati wa kulia, si wakati wa kupiga kelele, ni wakati ambao Bwana anataka kutukuzwa. Haleluya. Wapendwa, changamoto inapotokea, acha kupiga kelele. Tulia. Kuwa mpole, kwa sababu Mungu anataka kufanya kitu cha kipekee hapo. Mungu anataka kufanya jambo ambalo litamtukuza yeye na watu wengi watavutwa kwake. Kumbuka, wanafunzi wa Yesu siku moja wanasafiri katika mashua katika bahari ya Galilaya. Walikuwa na Yesu, lakini dhoruba ilitokea. Walikuwa na Yesu na Yesu ndiye aliyewaambia, nimechoka, nahitaji tuvuke ng'ambo. Lakini dhoruba ilitokea na Yesu alikuwa ndani ya mashua alilala. Kumbuke Paulo na Sila walipokuwa gerezani, walikuwa na Yesu, lakini changamoto iliweza kutokea. Mpendwa, changamoto iliweza kutokea. Kumbuke Yusufu, kijana mwaminifu, handsome boy, mzuri wa sura, alikuwa na Yesu, lakini changamoto iliweza kutokea mpaka anatupwa katika kisima, anapelekwa gerezani. Si kwamba alikuwa amekosea. Unaweza kumkumbuka pia hata Ayubu, tumishi wa Mungu mkamilifu katika nchi ya Usi, lakini bado changamoto ya magonjwa iliweza kutokea. Mpendwa, changamoto inaweza kutokea. Nakumbuka hata Danieli, kijana wa Mungu, uaminifu wake ukampeleka katika hatari. Kumbuka vijana wenzake watatu, uaminifu wao uliwapeleka katika hatari. Kwa hiyo tunaweza tukawa na Yesu katika maisha yetu, magonjwa yakatuandama, biashara zetu zikayumba, kilimo chetu kikaenda vibaya, mifugo yetu
ikapotea. Lakini Yesu yupo, haimaanishi kwamba Yesu hayupo. Lakini katika hizo changamoto, kama tulivyoona wenzetu waliopitia changamoto, Bwana alitukuzwa. Yote haya matukio ambayo nimekutajia, mwishoni Yesu aliinuliwa. Unakumbuka kwa Danieli nini mwishoni kilitokea? Mfalme anatangaza kwamba Mungu anayepaswa kuabudiwa ni Mungu wa Meshaki, Mungu wa Abednego, Mungu wa Shadrach. Mfalme anatangaza kwamba aabudiwe Mungu wa Danieli. Kumbuka kipindi cha Esther, mtumishi wa Mungu mwaminifu. Shida ilipotokea, mwisho wake mfalme anatangaza kwamba haya mambo hayatatokea, hatakwenda vibaya. Baadaye anakwenda vizuri. Hatimaye taifa la Mungu linahifadhiwa, Wayahudi hawauawi. Yusufu mwisho wake mnakumbuka, ulikuwa mwisho mzuri sana aliyokuwa ameufikia. Hatimaye kuja kuokoa kizazi cha wana wa Israeli na wa Misri wengine. Pendwa, changamoto inapokuja usiamaki. Inawezekana unapitia ugonjwa, inawezekana ndoa yako ina changamoto, inawezekana watoto wako hawakuelewi, inawezekana ulianza na Bwana katika malezi ya watoto, lakini watoto wamekuwa hawakutambui tena, wameacha ile njia ambayo umewafundisha. Usikate tamaa. Amen. Usikate tamaa. Mpendwa, jambo lingine ambalo nimejifunza, jambo la tatu, hata kama humuelewi Mungu vizuri, endelea kumwamini na kutii kila anachokisema, utaelewa baadaye. Yaani hata kama humuelewi vizuri Mungu, hata kama humuelewi vizuri Yesu, endelea kumwamini, endelea kutii neno lake, utakuja umuelewe vizuri baadaye. Mpendwa, katika sherehe hii nataka nikwambie, Mariamu hapa alikuwa tayari ashafiwa na mume wake. Na alishaambiwa kwamba huyu mtoto si mtoto wa kawaida. Lakini tumeenda vizazi vyote, sehemu ya kwanza toleo jipya sura ya 15 inaeleza kwamba Mariamu alikuwa hana imani kwamba huyu kweli ndiye. Lakini wanafunzi, kumbuka, ndio wameitwa, bado hawajashuhudia mambo makuu aliyotenda Yesu zaidi ya kubatizwa. Bado hawamwamini vizuri Yesu. Lakini walitii. Watumishi wa Mungu waliokuwepo katika harusi hii walikuwa hawamfahamu Yesu ni nani, kwa sababu bado hawajasikia taarifa zake. Lakini Mariamu alipowaambia kwamba lolote atakayowaambia fanyeni, Yesu alichowaambia walitii. Hata hawamfahamu. Ikiwa Bwana amesema mpendwa, usiache kutii. Unapaswa kutii. Ninapaswa kutii hata kama bado simuelewi huyu Mungu. Inawezekana unapitia changamoto fulani, humuelewi huyu Mungu, lakini neno lake liko wazi. Endelea kutii. Amen. Endelea kusubiri. Utamuelewa baadaye mpendwa. Unapokuwa unaumwa, unakwenda hospitalini, watakuchoma sindano ya kwanza. Itauma, lakini hautapona siku hiyo ya kwanza. Inawezekana utaandikiwa hata sindano 10 au 5. Utakuta umeshamaliza sindano zote, ndio unaanza kuona dalili ya kupona. Unapotumia vidonge, huwezi ukatumia siku ya kwanza hiyo na ukajikuta umepona. Utaelewa baadaye. Unapaswa kutii neno la Mungu mpendwa, limesemaje? Ninapaswa kutii neno la Mungu limesemaje? Ukisoma hiki kisa utashangaa sana. Katika desturi ya Wayahudi katika kanisa, lakini pia katika maeneo ya sherehe, walikuwa na jambo fulani. Ilikuwa mitungi fulani, kwa jina lingine wanaita mabarasi, wengine wanaita madebe. Yanakuwa yanawekwa nje hapo kwa ajili ya kujitawaza, kwa ajili ya kuosha miguu, kwa ajili ya kuosha mikono, kama ulivyokuwa unafahamu walivyokuwa wanafanya wale Wayahudi. Mama yake Yesu akamwambia, mwanangu, wameishiwa divai hapa. Kuna jibu Yesu alilitoa hapa. Lakini Yesu alichowaambia, hata wewe ungekuwa wewe, sidhani kama ungeamini. Mabarasi yale ambao wanaweka maji kwa ajili ya kutawazia, na watu wameshatawaza sasa, yamekuwa yamepungukiwa maji. Yesu anasema kwamba mkayajaze maji.
mkayajaze maji. Kwa akili ya kawaida unaweza usielewe, lakini wale watumishi waliokuwa na hudumu katika sherehe hiyo, kwa sababu walikuwa wamesikia neno la mtumishi wa Mungu Mariamu, walitii. Yesu alipowaambia wakafuata, wakaenda kweli wakajaza tena maji. Yesu hakuambia wajaze mpaka juu, aliwaambia wekeni maji, lakini wao wakajaza ile mitungi mpaka juu, na baadaye wakachota yale maji. Yesu aliwaambia wampelekee mkuu wa meza akaonje, na kweli mkuu wa meza alipoenda kuonja akaona imekuwa divai nzuri, imekuwa divai nzuri. Wapendwa, hata kama tumwelewi Mungu, tunapaswa kuendelea kumwamini na kutii neno lake linasemaje. Yawezekana unafanya biashara, Mungu amesema leti zaka na sadaka, na kweli unakuwa mwaminifu kufanya hivyo, lakini unaona bado biashara yako haiendi vizuri. Yawezekana umefuata neno la Mungu kweli katika kulea watoto wako, lakini bado unaona watoto wakifikia level fulani wanaharibika. Yawezekana umetii neno la Mungu kweli, umesoma na kitabu cha kuchagua mchumba, umezingatia zile kanuni, lakini mwishoni unashangaa huyu binti niliyechagua, huyu kijana niliyechagua, mbona kama sio yeye. Mpendwa, endelea kutii neno la Mungu linasemaje. Amen. Endelea kutii neno la Mungu linasemaje, utaelewa mwishoni. Jambo la 4 ambalo nimejifunza katika kisa hiki, nao utakwenda kusoma utaelewa vizuri. Jambo la 4, mjue mtu sahihi wa kutatua shida zako. Mjue mtu sahihi wa kutatua shida zako. Katika hii harusi ya Kana, Mariamu nimekwambia alikuwa ni miongoni mwa wanakamati waliohusika na sherehe hii. Alipokuwa ameona kwamba chakula kimepungua, divai imeisha, hakuanza kuambia watu chakula kimeisha muondoke, chakula kimeisha. Hakuanza kupiga kelele kulalamika kwamba jamani tutafanyeje, sherehe hii bado siku zinaendelea, na sielewi ilikuwa ni siku ya kwanza, ya pili, ya tatu au ya ngapi, lakini sherehe inaendelea na chakula kimeisha. Alitulia, anaenda kumnong'oneza mwanae, ambie mwanangu. Biblia imeandika tu kwamba akawaambia tu hawana divai, lakini kwa kweli anakwenda kwa mwanae anamwambia, mwanangu unajua nini, wameishiwa divai, hawana chakula hapa, na hii sherehe bado inaendelea. Kama mnavyofahamu taratibu zetu, hii sherehe bado inatakiwa iendelee kuendelea, lakini chakula kimeisha, tunafanyaje? Yesu anamwambia, mama tuna nini nawe? Wengine wanafikiri jibu ni la dharau. Hapana, tumeenda zote tunasema hili si dharau. Katika Mashariki ya Kati hilo ndio jibu nzuri na heshima kwa mzazi. Yesu hajawahi kumdharau mama yake hata siku moja. Ndio maana hata siku ile katika Luka sura ya 2 wakati Yesu wamemsahau kule Yerusalemu, alipomwambia hamkujua kwamba inapaswa nibaki nyumbani mwa baba yangu, wanamwambia kwa nini umetutesa hivi? Lile lilikuwa ni jibu la heshima. Yesu hajawahi kumdharau mzazi wake. Na siku nyingine Yesu anamwambia watu fulani kwamba mama yangu na baba yangu ni akina nani hapa? Si kwamba ilikuwa ni jibu la dharau, ilikuwa ni jibu la heshima. Yesu alikuwa anawaheshimu wazazi wake. Ndio maana hata siku ile msalabani Yesu anapoondoka anamwambia Yohana, angalia mama. Maana nini? Alimheshimu mama, sababu yeye ndiye aliyeandika kwa kidole chake kwamba waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa namna gani. Kwa hiyo mpendwa, akaenda kumwambia mtu sahihi. Hakwenda kuanza kumwambia yule mkuu wa meza kwamba mkuu wa meza tumeishiwa huku. Maana angemwambia tu sherehe imeshaisha, imeharibika, inatakiwa ianze upya. Maana yule mkuu wa meza asingeruhusu majaba mamitungi ya kujitawazia eti hayo tena ndio yatoe divai. Singewezekana. Tunafeli sana siku zetu hizi. Hatujui mtu sahihi wa kumwambia matatizo yetu. Ukipata shida, kabla ya kwanza kumwambia Yesu kwanza magotini, unakimbia kwa Pastor Sanga kwenda kumwelekeza matatizo yako. Na mimi tatizo lako hilo nitaenda kumwelekeza rafiki yangu Pastor Shukuru. Naye tatizo lako hilo ataenda kumwelekeza Pastor Steve. Baadaye tatizo lako limesambaa na msaada hujapata. Kwa siku fulani nilikuwa na shida sana na hela. Nikamwambia mtu fulani, nikamwelekeza mwanzo mpaka mwisho, alafu mwisho akaniambia, sina. Kweli niliumia. Nimemwelekeza yani kila hatua.
kwamba usimshirikishe rafiki yako changamoto zako. Simaanishi kwamba usiniambie mimi changamoto zako, ila kabla hujaniambia mimi, mwambie Yesu. Mimi sina majibu ya changamoto zako unazopitia. Ambaye ana majibu ya changamoto zako na kukupeleka katika changamoto na anaweza kukukomboa ni Yesu peke yake, mpendwa. Yesu alipoambiwa hii changamoto, divai iliyopatikana ilikuwa ni tamu kuliko ile ya kwanza. Haleluya. Mpaka mkuu wa meza anashangaa. Anasema imekuwaje bwana mdogo? Imekuwaje? Watu wakishaishuaga divai, inayokuja divai inakuwa ni divai ambayo ni makapi. Yaani ni makapi. Yaani kwenye harusi ukishaisha ubwabwa, utakachopewa rafiki yangu utapewa ukoko. Lakini wewe inakuwaje unatuletea? Maana kwanza tulikula tu wali wa kawaida na maharage. Awamu ya pili unatuletea pilau na nyama na masaga. Imekuwaje? Imekuwaje? Unapomwambia Yesu, mpendwa, mambo yako yataenda shwari. Kwa sababu umemwambia mtu sahihi. Mtu sahihi. Acha mtu fulani anasema shida kamdomo. Kamdomo kanaweza kukuponza. Kamdomo. Jitahidi kutulia. Unajua na sisi ukituambia, unajua tunatamani kumwambia mtu mwingine kaombea. Unajua kuna kanamna na kwa washwa Natamani na mimi nikamwambie mtu fulani kwamba yule jamaa yule bwana alifanya namna fulani hivi na hivi ndio maana kimemkuta kile kitu. Chunga sana kamdomo mpendwa. Nenda kwa Yesu, funguka huko, mwambie kila kitu. Ndio maana tunashauriwa na mtume wa Mungu anashauri kwamba unapaswa uwe na muda faragha wa kuzungumza na Mungu. Bwana asifiwe. Yaani huko unaweza ukaongea na Mungu masaa yote, ukamwambia Mungu shida zako zote, alafu kutoka hapo unapata amani. Wapendwa, chunga sana kamdomo. Hata kuchonganisha na watu. Utaona kama vile watu hawakupendi, kumbe wanakupenda na wanakujali, ila shida kamdomo. Jua mtu sahihi wa kumwambia shida zako. Simaanishi kwamba usiende kumwambia mtu changamoto zako, ila jua mtu ambaye unamfikishia taarifa zako ni mtu sahihi. Ukipiga magoti ukimwambia Bwana, nina changamoto hii, nahitaji msaada, yeye Bwana anaweza kutumia watu. Atakuelekeza uende kwa nani. Huna ada. Acha kuniambia mimi changamoto zako, nami ninazo kibao. Nami sina ada. Na bado nina jambo langu mbele. Nadai wala za kutosha. Washiriki wa Biblia wanacheka, wanaelewa. Yesu katika harusi yako. Ukimwomba Yesu aliyekuita kuja kusoma hapa chuoni University of Arusha, atakuelekeza kwamba nenda kwa mamkwani pale. Na ukifika huko kwa mamkwani naambia mama, unajua bwana masomo tumekaribia mtihani, nakwambia tu mwanangu shida bwana ni nini? Kama hujajieleza sana. Unajua ada shilingi ngapi? Okay. Nipe account ya benki. Mambo yanaisha. Amen. Lakini kama Bwana hajakuelekeza na yeye akakusimulia changamoto zake, hata kama ulikuwa na 10,000 utampa imsaidie. Utanielewa. Utanielewa mbele na kuendelea. Wapendwa, tunapomaliza somo hili, nataka nikwambie mpendwa, mwalike Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Mwalike Bwana awe Mwokozi. Mwalike Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Haujanielewa? Unasema inakuwaje? Mbona mimi tayari nimeshapokea Yesu? Mbona mimi tayari nimeshabatizwa? Mbona mimi ni Mwadventista Msabato na ushirika hai? Inakuwaje tena nimwalike Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu? Mpendwa, inachomaanisha usimwalike tu Yesu katika jambo lako akae vitu vya nyuma. Huyu bwana mwenye harusi hakumwalika tu Yesu aje akae kula na kunywa baadaye aondoke. Alimwalika Yesu katika harusi yake awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na maanisha nini? Alimwalika Yesu kwamba awe kiongozi na mratibu katika sherehe yake.
harusi yangu tukiishiwa jambo fulani anaweza akafanya jambo katikati pa. Mambo yakaendelea vizuri. Au hujanielewa, utanielewa baadaye. Wapendwa, unapomwalika Yesu awe kiongozi na mratibu katika harusi yako, yani katika maisha yako, hata utakapotimikiwa, Yesu yeye atafanya namna ambayo hujawahi kuona. Yesu atafanya kitu ambacho hujawahi kuona. Katika harusi ya Kana, Yesu alikuwa mratibu wa sherehe hiyo. Na Yesu alipokuwa mratibu na kiongozi wa sherehe hiyo, divai ilipoisha, alipoambiwa tu, akasema huu ndio muda mwenyewe wa kumtukuza Mungu. Huu ndio muda wa kumtukuza Mungu. Hapa ndipo mama yangu atanielewa vizuri. Hapa ndipo mama yangu imani itakuwa. Hapa ndipo wanafunzi nataka niwathibitishie kwamba imani yao na mtu aliyemwamini ni sahihi. Maana alikuwa hajafanya mambo mengi, anamwambia tu nifuateni. Katikati ya huzuni, katikati ya changamoto, Yesu alipokuwa kiongozi na mratibu wa sherehe hiyo, mambo yalibadilika. Kumbuka, walianza na furaha, huzuni ikaingia katikati kwa muda kitambo, lakini baadaye Yesu aliposhika usukani, mambo yalibadilika na sherehe iliendelea. Na divai, kumbuka, ilikuwa ni nzuri kuliko ile ya kwanza. Yaani ubwabwa ulikuwa ni mtamu kuliko ule wa kwanza. Hata kama Sara alikuwa ameshakula ameshiba, akisikia ule wa kwanza ni mtamu kuliko, wa pili ni mtamu kuliko, anasema mimi sikushiba. Unajua wakati tuko watoto, wakikupatia ugali ule unakula alafu unasema nimeshiba. Ukijichanganya wali hapo unasema nimeshiba ugali. Wali inaendelea kupiga. Divai hii iliyokuja ilikuwa ni tamu kuliko ile ya kwanza. Unafikiri wale watu wakuendelea kupiga vitu? Lazima. Mpendwa, nataka nikwambie jambo fulani. Yesu anapoingia katikati ya jambo lako, mambo yanabadilika. Unapomwalika Yesu, si kwamba awe mgeni tu, bali awe pia ni mwenyeji katika sherehe yako, awe mratibu na kiongozi, mambo yanabadilika. Kumbuka katika nyumba ya Simeoni Petro, alikuwa na mama mkwe wake aliyeumwa. Alipomwita Yesu katika familia ile, huzuni ya mkwe wa Petro ilikoma na furaha ikaendelea. Lakini Yesu alipoingia katika msiba wa Lazaro, furaha ya Martha na ndugu yake ilirejea. Walikuwa na huzuni na watu wanalia hapo, Lazaro amekufa siku 4 sasa kabrini. Yesu alipoingia, furaha ilirejea tena. Bwana sifiwe. Lakini kumbuka katika mashua, Yesu alikuwa yuko mbali mlimani anaomba. Wanafunzi wanaendelea safari yao na mashua ikawasumbua usiku kucha. Yesu alipotokea katikati ya mashua, akawaambia upepo tulia. Alitembea juu ya maji, akawaambia upepo tulia, na mambo yakaenda vizuri. Kumbuka katika nyumba ya Zakayo aliyekuwa amechukiwa na watu, Zakayo aliyekuwa ni mnyang'anyi, Zakayo huyu mtu mfupi, Yesu alipoingia katika nyumba yake, mambo yalibadilika. Unafahamu kilichotokea? Zakayo baadaye akasema nitawapa watu zaidi. Mambo yalibadilika. Kumbuka katika nyumba ya binti yake Yairo aliyekuwa ni mkuu wa sinagogi, binti yake alipokufa yeye miaka 12, alipomwita Yesu kwenda naye nyumbani kwake, mambo yalibadilika. Huzuni ikabadilika na ikawa furaha. Pendwa, kumbuka wale wanafunzi ambao walikatishwa tamaa sana ile siku ambayo Yesu alikuwa amezikwa kabrini. Wametoka Yerusalemu wanaelekea Emau, wako njiani hawana tumaini. Alitokea
inasemekana wamemuiba. Nilipokuwa nikisoma Tumaini la Vizazi Vyote hiyo sura, walipokuwa wanaenda wakapiga stori na Yesu, akawauliza baadhi ya maswali. Wanamwambia, wewe ni mtu wa namna gani? Wewe ni mgeni hapa mjini. Mbona haya maneno si mageni mjini? Kwamba Yesu amesulubiwa na Yesu ameibwa kaburini. Baadaye wamefika kwao Emau, kila mtu anashika njia yake kwake. Wale watu hawakumtambua Yesu, lakini Roho Bwana alipowagusa wakamkaribisha Yesu. Na Yesu alikataa kidogo, wakamshurutisha, akaingia kwao. Wale watu ni wakarimu, wakampa maji Yesu akajisafisha. Wakaandaa chakula. Walipoandaa tu chakula, Yesu akapiga vitu. Yesu alipopiga vitu, hata ungekuwa wewe ungewatolea siri. Yesu akawapa siri kwamba mimi ndiye. Akawaonesha mikono, akawaambia habari njema. Wakafurahi. Usiku huo hawakulala, walishika njia tena kurudi Yerusalemu. Rafiki yangu, natamani nimwalike Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninatamani na wewe umwalike Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Katika masomo yangu ninatamani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Anitangulie katika masomo ili niweze kufanya vizuri. Natamani pia wewe Bwana kutangulie katika masomo yako. Katika mahusiano yangu natamani Bwana awe pamoja na mimi. Natamani pia katika mahusiano yako, najua unaje kwa ya siri, Bwana awe pamoja na wewe. Ninatamani Bwana awe pamoja na wewe katika familia yako, katika biashara yako, katika uzee wako mwema, mzee Mlavi na mke wako. Ninatamani Bwana awe kiongozi wenu, awe mratibu wa maisha yenu. Vijana wenzangu, tumkubali Bwana awe kiongozi na mratibu wa maisha yetu. Mambo yetu yataenda vizuri. Ikiwa ni ombi lako, kwa nini usisimame tunapoenda kumwalika Bwana awe kiongozi, awe mratibu wa maisha yetu? Pastor Steve anapokuja kumkabidhi mikononi mwa Mungu, wimbo huu, wimbo nambari 101. Karibu Pastor Mkongo tuimbishe. Nambari 101. Yesu akuita, 1, 2, 3. Yesu akuita leo, uje leo, kwani kusita akuita wewe, unatanga upeo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pa juu mbinguni, ninalitangaza na kulisifu jina lako kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema katika maisha yetu. Amen. Kwa jinsi ambavyo umeendelea kushikilia afya zetu, kwa jinsi ambavyo umeendelea kushikilia maisha yetu, jina lako lipate kutukuzwa sana. Amen. Tunakushukuru asubuhi na mchana huu wa leo kwa jinsi ambavyo umetulisha mkate wa uzima kupitia kwa mtumishi wako na mchungaji Given. Asante kwa sababu Bwana leo umetukumbusha umuhimu wa kukualika katika maisha yetu. Amen. Asante kwa sababu umetusaidia kukumbuka ya kwamba
kuna haja ya kukualika katika masomo yetu. Amen. Asante kwa sababu umetusaidia kukumbuka ya kwamba tunapaswa kukualika hata katika mahusiano yetu. Asante kwa sababu pia umetusaidia kukumbuka ya kwamba tunapaswa kukualika hata katika ndoa zetu. Asubuhi ya leo na mchana huu Bwana, ninakabidhisha kutano hili kubwa nikiliombea na kuomba msamaha wa dhambi zetu Bwana. Tumekuja tukiwa ni wachovu, wadhaifu, wenye dhambi Bwana, tusamehe. Amen. Kafara ya mwanao Yesu Kristo aliyomwagika pale msalabani ikawe ni ondoleo la dhambi zetu, ili kusudi Bwana ibada ya siku hii ya leo ikapate kibali cha kupokelewa katika kiti chako cha enzi. Amen. Asante kwa sababu Bwana utatupatia Roho wako Mtakatifu katika kanisa hili la Mji Mwema. Washiriki na waumini wanaosali katika kanisa hili ninawakabidhisha mikononi mwako, endelea kuwa pamoja nao. Amen. Ahadi uloitoa katika Mathayo 1:8 tunaomba Bwana ikawe juu yetu. Amen. Tukapokee nguvu, maana utatupatia yule Roho Mtakatifu. Amen. Mchana na asubuhi ya leo Bwana, ninasema kiwa kuna mgonjwa kupitia tu kwa somo hili la leo, akapone kwa jina la Yesu. Amen. Ikiwa Bwana kuna mmoja amefungwa na nguvu za giza, Bwana ninakemea na ninamfungua kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asante maana najua ya kwamba hata wanafunzi hasa wa University of Arusha wanapoapproach katika mitihani yao ya mwisho, Bwana ninaomba ukae pamoja nao. Amen. Wako watu Bwana, masomo fulani kule darasani yanaonekana kuwa magumu, lakini Bwana ninaomba kawape akili za kimbingu, maana wanachosomea ni kwa ajili ya kwenda kukifanyia kazi shambani mwako. Bwana wasaidie wakafaulu kwa utukufu wa jina lako. Amen. Na mchungaji Given ninamkabidhisha mikononi mwako, akiwa anajiandaa kuelekea katika tukio lake kubwa, kuingia katika taasisi uliyoanzisha wewe mwenyewe, ndoa takatifu. Bwana nenda kamtie moyo, kamtie nguvu pale anapoona anashindwa. Bwana kamsaidie, Roho wako Mtakatifu akampe tumaini. Amen. Na wale wote walioko nyuma yake wanaomsapoti na wanaogusa mifuko yao, wanaogusa mali zao kwa ajili ya kufanikisha jambo hili, Bwana hao nao wakabarikiwe. Amen. Maana ulituahidi ya kwamba watumishi wako tutakapokuwa mbele za watu tutawabariki na sio kuwalaani. Na hivyo kutano na washiriki wa Mji Mwema na waumini wake, Bwana wabariki na kuwatunza. Bwana waanulie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Bwana waangazie nuru ya uso wake na kuwatunza. Bwana abariki familia zenu. Bwana abariki watoto wenu. Bwana abariki wake zenu. Bwana abariki wazazi wenu. Bwana wabariki mtokapo, Bwana wabariki mwingiapo. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. 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 Amen.